Baba, asante kwa sababu unatugeuza. Asante kwa sababu unatufanya upya tena ili tufae kwa ajili ya kazi yako Bwana. Neno lako linasema ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa ni chombo chenye kupata heshima. Reto paligada yandu rabazata yana reka shata lema masondo rabakoria reko zamando rabakoria erama shata labakoria mashata ta rabasotolia manda rabakoria. Asante kwa sababu unayageuza maisha yetu. Asante kwa sababu Bwana unatufanya kuwa vyombo bora, unatufanya kuwa watu wa thamani kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu, amen. Amen. Tunaenda kuomba kwa ajili ya kanisa. Tunaenda kumuomba Mungu kwa habari ya kanisa. Tutamuomba Mungu kwa habari ya kanisa la Tanzania. Tunapozungumza kanisa, tunazungumza kanisa kama mwili wa Kristo, lakini pia tunaenda kuomba kwa ajili ya watu, mtu mmoja mmoja. Wapo wachungaji, wapo mitume, wapo manabii, wapo wainjilisti, wapo walimu ambao Mungu amewaamini kwenye kanisa lake. Tunataka tukamwombe Mungu asimame na kanisa. Mungu alikusudia jambo la maana sana. Kwenye kitabu cha Hagai sura ya 2 mstari wa 9 anasema utukufu wa mwisho wa nyumba yangu utakuwa ni mkuu sana. Mungu hajaleta kanisa nyonge. Yaani chachi sio mahali pa watu dhaifu. Kanisani ni mahali pa watu imara. Ni mahali pa kutengeneza mashujaa, ni mahali pa kutengeneza watu ambao ni majibu. Haiwezekani Yesu aseme sisi ni nuru alafu tuwe ni watu ambao ni wa kawaida. Kuna kitu cha tofauti Mungu amekiweka kwenye kanisa lake. So nataka tukamwombe Mungu asimame na kanisa lake, atengeneze wale watu imara, wale watu ambao watamwakilisha kwa viwango vile ambavyo Mungu amevikusudia. Na eneo pekee ambalo linawatengeneza watu wa namna hiyo ni kwenye eneo la maombi. Kwa hiyo nataka ukaombe wewe kwanza binafsi, jiombe, lakini pia muombe Mungu kwa ajili ya wale ambao aliwaandaa kwa ajili ya saa na majira kama haya. Hebu twende mbele za Mungu. Mordekai anamwambia Esther, ukinyamaza kimya, Mungu anaweza akafanya wokovu kwa namna nyingine. Lakini ni nani ambaye hajui ya kwamba uliujia ufalme kwa ajili ya majira na saa kama hii? Rekato ramashata rabaladozata remasata mando rababashatapa rekoza nura mahata labada rekoshata mando rabakoria. Baba, tunaliachilia tena kanisa lako mbele zako. Remande kato rabada rako shata pa rendu zalemanda rabakoria. Neno lako linatuambia kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba yako utakuwa ni mkuu kuliko ule utukufu wa kwanza. Reta paliga pariando setaya. Umeahidi ya kwamba unatengeneza kanisa imara, unatengeneza kanisa ambalo litakuwa majibu kwenye kila eneo la maisha. Rekata parabadaba rendu shata labada reko shata lama rakando raba shata labakoria randu shata labakoria entana masando rabakoria. Baba, endelea kuliimarisha kanisa lako, isifike hatua kanisa likapiga magoti mbele ya watu ambao tulitakiwa kuwasaidia. Isifike hatua kanisa likaacha kusimama kwenye ule wajibu ambao umelipa Bwana. Rekata paya bada rekando robo shanda rabakoria rakatona mahata paria rekoza tola manda intana mashata labakoria rakasuta labadia alimashanda rabakoria. Baba, tunaliombea kanisa lako. Tunaomba kwa ajili ya vyombo ambavyo umeviweka kwenye kanisa hili. Ni wewe ndiye ambaye ulitoa mitume, ni wewe ambaye ulitoa manabii, ni wewe ndiye ambaye ulitoa wainjilisti, ni wewe Bwana ulitoa walimu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mwili wako unajengwa, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi yako inatendeka. Na kwa sababu hiyo tunaomba tena Bwana kwa ajili ya wale watu ambao umewaandaa, kwa ajili ya wale watu ambao uliwatuma kwa majira na saa kama hii. Baba, endelea kuwatia nguvu zako Bwana, endelea kuwaimarisha, endelea kuwasaidia, ili kwa pamoja wa kutengeneza watu imara, watu ambao watasimama kwa ajili ya kukudhihirisha wewe. Bwana wetu, ulisimama kwenye kitabu cha Mathayo ukazungumza waziwazi ya kwamba kanisa ni nuru, ya kwamba kanisa ni chumvi. Rekapatapa rekosatapa rekandura bashata rekandura bahata
la bakoria. Acha nuru iliyobebwa na kanisa ikazidi kuathiri watu wengine, ikazidi kugeuza watu wengine. Rakatona mashatapa rekatona mahata la bakoria randosha talaba rakuza ndurapa. Tengeneza vijana ambao ni imara, tengeneza mabinti ambao ni imara, tengeneza watumishi ambao hawatatikiswa na chochote. Endelea kumuimarisha baba yetu, enda kuimarisha wachungaji wetu, enda kuimarisha watumishi wako wote. Rakasunda rabakoria katika mwili wa Kristo Tanzania. Rekato tamaria rendu shatakata alimashandire bakoria rakatona mashatapa rekatona masile hata rakatula maanda eraduza tula manda. Akamwambia Petro, wewe ndio Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na hilo kanisa ambalo nitalijenga hakuna malango ya kuzimu yanaweza kulishinda, hakuna mamlaka inaweza kulishinda, hakuna nguvu ya giza inaweza kulishinda, hakuna uchawi unaweza ukalishinda hilo kanisa. Rakasha para erandu shata la bakoria rekando riba hatapa rakaso tola manda rabakoria. Baba, lipe kanisa lako kutembea kwenye ile mamlaka uliolipa. Ninawapenda mitume. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 Biblia inaeleza ya kwamba walikutana na changamoto, walikutana na vikwazo, wakaambiwa msinene tena kwa jina la Yesu, lakini wao wakakusanyika kwenye maombi kama ambavyo mimi naye tumekusanyika. Ombi lao lilikuwa ni moja tu: Baba, yaangalie matisho yao. Baba, uachalie watumishi wako kunena neno kwa ujasiri, miujiza itendeke. Rakata rekatotapa, acha ishara zitendeke, acha maajabu yatendeke, acha waliokuwa kwenye changamoto wapate msaada kupitia kanisa lako Bwana. Rekatone mahata. Na kwa sababu Bwana anapenda kuona kanisa imara, Biblia inasema walipokwisha kuomba mahali pale pakatikiswa. Rekatonama, wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Arekatona mahata alimashata la bakoria rakatona mashatapa rakatona mahatapa. Baba, vile vyombo ambavyo uliviandaa kwa majira na saa kama hii ya kande baroska rekonda barihanda rakasunari apana rekoshandu rabakoria, endelea kuviimarisha sana. Rakatona mashatapa, wale mashujaa ambao uliwaandaa kwa nyakati kama hizi, endelea kuwatengeneza Bwana, endelea kuwachonga Bwana. Neno lako linasema kwa habari yako wewe Yesu, ulipoenda nyikani siku 40, uliporudi tena kwa mara nyingine, ukasema maandiko haya yametimizwa machoni penu. Yule ambaye alisema Roho wa Bwana yu juu yangu ndio ambaye nimetokea. Baba, acha haya maandiko yatimizwe, ya kwamba utukufu wa mwisho wa kanisa lako utakuwa ni mkuu sana. Ulipotokewa na Musa, ukatokewa na Elia, sauti ikasikika kutoka mbinguni ya kwamba huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Wewe ambaye ni Bwana wa kanisa, tuliamriwa kukusikiliza, na sisi ambao umetuachia kwa ajili ya kazi ya kanisa, lazima watu watusikilize. Lazima kanisa lifanyike sababu ya mabadiliko kwa wengi. Lazima kanisa lifanyike sababu ya wengi kupiga hatua. Lazima kanisa lifanyike sababu ya wengi kwenda mbali. Rakasunda rabakoria, hatukupewa roho ya woga, hatukupewa roho ya mashaka, hatupo miongoni mwao wasitao. Rekatone mahata paria. Ninaipenda Isaya sura ya 2 mstari wa 2, anasema katika siku za mwisho, rekatona mahata, mlima wa Bwana utainuliwa juu ya milima, na mataifa watauendea makundi makundi. Watu wa dini zote watauendea mlima wa Bwana, wataliendea kanisa la Bwana kwa ajili ya kupata masuluhisho. Wanasiasa wakubwa wataiendea nyumba ya Bwana, watakuja ABC Global, wataenda kila mahali ambako Yesu anahubiriwa katika uhalisia wake. Rekatoto paria rakatona mahatapa rakando robo shata arando shatari amanda. Watu hawatatoka kanisani
kwenda kutafuta masuluhisho nje ya kanisa rekatona mahata, lakini watu watatoka nje, watatoka kwenye siasa, watatoka kwenye sanaa, watatoka kila mahali, kwenye milima yote ya ushawishi na kuja kanisani kwa ajili ya kupata msaada, kwa ajili ya kupata masuluhisho, kwa ajili ya kupata majibu ya maisha yao. Rekatona bahata rekondu ribahata rendo shataparia rakando robosata rakasata rekotona mahata arimashanda bakoria entana masatapa rakatona mashatapa. Baba, enda kuliimarisha kanisa lako, enda kuimarisha watumishi wako, enda kututia nguvu Bwana. Umetuita vijana kwa sababu tunazo nguvu na neno lako linakaa kwa wingi ndani yetu, tena tumemshinda yule mwovu. Endelea kuimarisha vijana wote ambao wamejitoa kuifanya kazi yako, ambao Bwana wengine wana wito lakini wajua hata pa kuanzia. Bwana, wewe uliyetembea na vijana wengine, uliyetembea na Daudi, tembea na vijana wako Bwana katikati ya majira haya ambako changamoto zipo nyingi, ambapo vikwazo vipo vingi, ambapo magumu yapo mengi. Watengeneze vijana wako ambao umewaita kwa ajili ya kazi, ili kwa pamoja Bwana tukuletee watu wengi. Neno lako linasema mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Hebu tumwombe Bwana wa mavuno alete watenda kazi katika shamba lake. Rekatona mahata, watenda kazi kwenye maofisi mbalimbali, tunawaomba katika jina la Yesu. Watenda kazi kwenye kila eneo, kwenye siasa, watokee wabunge, watokee mawaziri, watokee watu wenye ushawishi ambao watakujua wewe, ambao watakugeukia wewe, ambao watafanyika sababu na wengine kukujua wewe tena. Rekatama yakata rekatona mahata randu shata la bakoria. Kisitokee chochote ambacho kitazima moto wa injili Bwana. Yoyote ambaye ameshaingia kwenye hii kazi, yoyote ameshaamua kuifanya hii kazi, Baba endelea kumtia nguvu, Baba endelea kumuimarisha, Baba endelea kutembea naye. Kila mpango wa adui wa kutaka kuwapozesha watu wako, kila nguvu za giza za kina Elima yule mchawi ameua wanawe watu mioyo ya kutokuamini, alfajiri ya leo tunazikemea katika jina la Yesu. Hazitafanikiwa kuzuia moto wako wa injili, hazitafanikiwa kuwazuia watu ambao umewaita, hazitafanikiwa kuzuia shauri lako ambao unalo na kizazi hichi. Rakatana mahata alimashanda rabakoria rakatona mashatapa rakatona mahata rakoza talia randosha tapa rakatana maleka paria randosha talabakoria randosha talabakoria rekatona mayanta rekotola bahata randosha ta rakatona mahata rendosha taka rekoza tayama rakatotoria ma rakasunda rabakoria. Baba, kanisa la Tanzania liendelee kuwa imara, kanisa la Tanzania liendelee kuleta masuluhisho. Rekatole bahata rakasuta kana mayanta kwenye mitandao ya kijamii. Endelea kulikuza kanisa lako, endelea kuliimarisha kanisa lako, endelea kulifanikisha kanisa lako kwenye eneo la uchumi. Bwana, lifanikishe kanisa. Rakasuta la bakonta rekatona mahata pa ushawishi wa kanisa uendelee kuongezeka Bwana. Biblia inasema kwa habari ya kanisa Yesu alfajiri na mapema, Marko 1:35, akatoka mahali pasipokuwa na watu akaomba huko, na baada ya kuomba Biblia inasema watu wote wakaanza kumtafuta, na mande kuraba sulakata alimasha torabayaka rekatona mahata paria rekasunda rabakoria. Kama Bwana wetu alitafutwa kwa sababu ya maombi shalekatala mahata, acha watu wa dini zote walitafute kanisa kwa ajili ya kupata majibu yao, ajili ya kupata msaada wa kweli. Rekasalimama kwa ajili ya kuchongwa na kutengenezwa kwa vyombo vya thamani ambavyo vimefaa kwa ajili ya matumizi ya Mungu mwenyewe. Rakasatola mahata
Arimashata labada rakushandura bakata rekatona masatapa rakatone mahata labada rakatona mayanta ekanura bayata randushata labakoria radabalento robokoria. Baba, enda kulitengeneza kanisa lako Baba, enda kuliimarisha kanisa lako Baba, enda kulijenga kanisa lako Baba, enda kutembea pamoja na watumishi wako Bwana. Kwa mikono ya Paulo ulifanya ishara na miujiza ya kupita kawaida, na kwa mikono ya watumishi wako ambao wako mahali hapa, na kwa mikono ya watumishi wako ambao wanatufuatilia mahali popote walipo, acha miujiza itendeke. Arakasunda rabakoria. Paulo anasema kuhubiri kwetu hakukuwa kwa maneno mengi ili kutaka kuzishawishi akili za watu, lakini ilikuwa ni katika nguvu, lakini ilikuwa ni katika uweza, lakini ilikuwa ni katika mamlaka. Baba, tengeneza kanisa ambalo litakuwa imara katika fundisho. Tengeneza kanisa ambalo litakuwa imara katika ishara, maajabu. E Bwana, rekato balekata rakisono mayatapa rakato na mayanto robota rakasundu rabalabada rakasolia hatapa arimashanda bara reko jandurapa rakasunda rabakoria entana mashatapa rakasolia mandara bakoria ragadu jandurapa rakatona mayanta labara raduza lento robosana rakatoria mandura basia atulima hatalaba. Hakuna maji mengi yanaweza kuligarikisha kanisa lako. Hakuna moto ambao unaweza ukalifanya kanisa lako lisiendelee mbele. Bwana Mungu ulioliita kanisa la Tanzania, Bwana Mungu uliyeita IBC Global, Bwana Mungu ulimwita baba yetu, Bwana Mungu uliowaita wachungaji wetu, Bwana Mungu uliowaita vijana ambao Bwana umeweka neema ndani yao. Unasema wewe umetupenda, na kwa sababu hiyo umetuita kwa majina yetu. Unasema tusiogope. Maji mengi hayawezi kutugarikisha, changamoto haziwezi kutugarikisha, vikwazo haviwezi kutugarikisha. Kila namna ya mpango wa adui shetani wa kutaka kuzima moto wa kazi yako hauwezi kufanikiwa kinyume chetu. Rakasuna mahata. Tumepewa nguvu ya kuanza na tumepewa nguvu ya kumaliza. Tunayaweza mambo yote katika wewe Bwana ambaye unatutia nguvu. Kwa msaada wako wewe tunaruka kila ukuta, kuta ambazo zimewazuia waliotutangulia. Kwa msaada wako Bwana tunafuatia kila jeshi ambao adui ameliandaa siku za mwisho kwa ajili kutaka kuzuia neema yako isienee. Kwa msaada wako Bwana tutatenda mambo makuu, maana we Bwana utawakanyaga watesi wetu. Urakatana mayanta rakanura bahata. Kila adui wa kanisa anaanguka yeye katika jina la Yesu. Rekatona bahata arimashana rabakoria rakato la mayanta rakasoto la bakoria entana mashatapa rekato la mahana radu sataya rakunda rabahata ramama shana rabakoria entana masoto la bada rakato la mahata rakoshando rabada randu shata la badia rakato la mahata entana mashatapa rakato la mahata entana mashende badia erura baba erandu shata erakatanama erato shata rekatonama eradu sata rekoshata rababu shete rabazuli atolama entoramandu rabashete rakuza lento rama entananu rababa yatolaba eraduza lento robosata rakapandu raba rakasata mandere badia eradu sata lema mama shata radabalento robokoria arimashata paria rakashandu rabakoria ereduza mandu rabakoria intana mama shata rakushata labakoria rakashandu rabadaba rekushatu lamanda rakasunda rabakoria erakatona mahata ereduza mandu lakatolia manda rabakoria erabashata labakoria intana masandu rabakoria erabashoto lamanda rapasa
sataya rakushatalia rakatontalima hata rekuza nunda antoraba rekusha lento rabahata rabuba rakando robo shanama rakasuna mahata. Unamwambia Joshua, wewe ndio yule ambaye nataka ulipeleke kanisa langu kwenye nchi ya ahadi, lakini kitu kimoja tu, wewe hodari na moyo wa ushujaa, uangalie kutenda sawa sawa na maagizo yote ambayo umepewa. Baba, kanisa lako lizidi kuwa idari, lizidi kuwa imara, liangalie sawa sana ule mwito ambao umelipa Bwana. Kisitokee chochote ambacho kinaweza kuzuia kanisa lako, kisitokee chochote ambacho kinaweza kuzima moto wako, kisitokee chochote ambacho kinaweza kusimama kama kikwazo cha kuzuia yale mashauri yako mema ambayo unayo kwa habari ya kanisa lako kwenye siku hizi za mwisho Bwana. Rekatolibahata rekoshata mahata rekunda rabakodia Arimashanda rabakoria rekatona mayanto rabadia rekoshandura bahata rakatana mayanto rabakoria arimashende bakoria rakashandura bakoria. Endelea kuokoa watu aina ya Sauli ambao baadaye walikuwa vyombo vyenye kupata heshima, watu ambao baadaye walifanyika kuwa baraka kwenye kanisa lako Bwana. Alipookoka Paulo, Biblia inasema kanisa likapata raha, kanisa likaongezeka, kanisa likakua, kanisa likawa na ushawishi kila mahali. Zandu karabasata paria rekatona mayanto rabakoria rakatola mahata labakoria randu shata labakoria rakapandu rabahata randu shatalabakonta rakatona mayanta reko sandu rabakoria ento rabahata reko sandu ramanda. Wewe Bwana ulitutuma ukasema, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Baba, ninaomba kila mtumishi wako leo atakapotoka kwenda kuhubiri injili yako, atakapotoka kwenda kuyanena maneno yako, uende pamoja naye, neema yako iende pamoja naye, uwezo wako uende pamoja naye, nguvu zako ziende pamoja naye, mamlaka yako yaende pamoja naye, uso wako uende pamoja naye. Maana unasema tuende ulimwenguni kote. Tunaweza tukaenda kupitia mitandao, tunaweza tukaenda kupitia mikutano, inaweza tukaenda kupitia semina. Tukio lolote ambalo linafanyika siku ya leo na mtu yoyote katika mwili wa Kristo kwa lengo la kuwaleta watu kwako, Baba, ninaomba ukasimame na mtumishi wako. Baba, ninaomba ukasimame na watu wako. Baba, ninaomba ukaokoe watu wako Bwana. Ande karabashando rabakoria alimashanda rekato na mashata paria. Wale malaika zako ambao wanatusaidia kwenye eneo la mavuno, wasimame na sisi hata kwenye mitandao ya kijamii, wapushi, wapeleke agenda, wasukume vile vitu vyema ambavyo umeweka ndani ya kila mmoja. Wapo wanaoandika, wapo wanaorekodi video mbalimbali za mafundisho, wapo ambao wanafanya kazi yako kwa wivu mkubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wengi wanaokolewa. Baba, simama na kanisa lako, kanisa la siku za mwisho Bwana. Rekato limahatapa rekato na mashatapa rekato ne malegata reko shatalabada rendu shatalabadia rakasonda rabakoria intana mashata rekato la mahata randu shatalabakoria reko paliando indarababa shandarabakoria Arema shata labadia rekato la mashatapa rekato na malegata rekozandurapa rakozandurapa inda karabashanda rabakoria kanda rabashata. Katika jina la Yesu, Baba, tunakushukuru kwa sababu utaliinua kanisa lako. Baba, tunakushukuru kwa sababu utalibariki kanisa lako. Asante kwa sababu utatengeneza watu bora. Asante kwa sababu utatengeneza watu imara. Asante kwa sababu mkono wako utaonekana juu ya kanisa lako, katika jina la Yesu, amen. Amen. Tunaenda kuomba ombi jingine tena. Tunaenda kumuomba Mungu kwa habari ya taifa letu zuri la Tanzania. Mungu ametupa taifa zuri, na yeye mwenyewe anasema tukautakie amani ule mji ambao tupo ndani yake. So nataka tukaitakie amani nchi yetu ya Tanzania. Takia amani Tanzania, takia amani Tanzania, kila eneo la maisha. Tanzania izidi kuwa baraka. Wewe takia amani Tanzania. Mungu mwenyewe
ndiye ambaye anaweza kubadilisha chochote, ndiye ambaye anaweza akafanya chochote. Kwa hiyo tutamke katikati ya nchi hii ambayo Mungu ametupa, tutamuona Bwana, tutauona uaminifu wa Mungu, tutaziona nguvu za Mungu zikiwa pamoja na sisi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Danieli sura ya 9, Danieli alipokuwa anavisoma vitabu akagundua kabisa muda ambao wao kukaa utumwani umeisha, na alipogundua hiyo akaamua kuomba. Alikuwa anaomba kitu gani? Alikuwa anataka kuona Mungu anaingilia kati kwenye yale majira ambayo Mungu mwenyewe ameyasema kwa ajili ya kuwatoa utumwani. Yeremia alikuwa ameandika kwamba taifa lao litachukuliwa utumwani kwa miaka 70, lakini akagundua miaka 70 imefika na bado hawajatoka. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka, Musa Mungu anamtumia kwa ajili ya kwenda kuwatoa utumwani, lakini baada ya ahadi ambayo Mungu alikuwa amemwambia Ibrahim, anamwambia taifa lako litachukuliwa utumwani kwa muda wa miaka 400, lakini ilikuwa imeshafika 430 kwa sababu walikuwa hawajalia. Ila walipolia mbele za Mungu, Mungu akagundua kabisa huu ndio muda sahihi sasa wa kwenda kuwasaidia watu wangu. Kwa hiyo twendeni tukamkumbushe Mungu tena kwa habari ya taifa letu zuri la Tanzania. Mungu azidi kusimama juu ya taifa hili, azidi kuachilia neema yake juu ya taifa letu. Mkono wake wenye nguvu uzidi kuonekana juu ya taifa la Tanzania. Watu wote ambao Mungu aliwaandaa kwa majira na saa kama hii, Baba awatumie, asiwepo yote ambaye atakuwa na hofu, atakuwa na mashaka. Kila mmoja ambaye amebeba kitu ambacho kinahitajika ndani ya taifa letu ili liende kule ambako Mungu anataka kwenda, moyo wake tunauamsha tena katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Asante kwa sababu unaipenda Tanzania. Asante kwa sababu unaiwazia mawazo mazuri. Asante Bwana. Malekatola mashatara bakoria rekandura masatola baya rekatona mahata, kwa sababu umeibariki Tanzania, na wewe ndiye ambaye ulikubali tuzaliwe kwenye nchi hii Bwana, na kwa sababu hiyo tunaitakia amani. Rekasolima mandu rabakanto, taifa letu ni zuri, nchi yetu ni njema. Lekora mandu ribakonto labakoria rekatone mahata arima hata labakoria. Wale watu wakamwambia Nabii Elisha, wakasema tazama nchi hii ni njema, lakini katikati ya nchi hii kuna majitu, au wanasema nchi inazaa mapoza. Kuna namna ambavyo kuna unproductive, kuna vitu vyema ambavyo vipo ndani ya nchi, lakini hatuoni uzalishaji, lakini hatuoni ustawi, lakini hatuoni matokeo. Rakatole mahata labakoria rekandura bashandura bakoria entora mahata labakonta rekolinto rabasana mayanta rezula anto rabakoria karabashando rabakoria eramashato labakoria alimashata rekatona maleso varinda randu shalima anto labakoria. Biblia inasema mtumishi wa Mungu akachukua chumvi, na baada ya hapo akabadilisha kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Mambo huwa yanakuwa mazuri au mabaya kutegemeana na hali ya watu wa Mungu ambao wapo kwenye eneo. Rekaleso varandu shalika rakatola mandu rabahata randu shalika brandu rabakoria. Katikati ya utumwa watu wa Israeli wanatoka kwa sababu tu walilia mbele za Bwana, kwa sababu walizungumza mbele za Mungu wao. Yandele kale bala nosata rakalento rabahata rekushandura palia entana mashandura bakoria rekotola mayata pa rekolema hata labadia. Ninaijua historia ambayo inaeleza mgeuko mkuu ambao ulitokea kwenye taifa la Marekani baada ya kanisa kuamua kuomba. Kuna namna ambavyo Mungu akasimama, kuna namna ambavyo Mungu akaonekana, kuna namna ambavyo Mungu akatenda mambo makuu. Maombi yanaweza yakageuza taifa, maombi yanaweza yakageuza historia, maombi yanaweza yakatengeneza jambo jipya tena katikati ya eneo. Biblia inasema Yesu alikuwa anataka kuzaliwa ili kuleta mgeuko kwenye ulimwengu mzima, lakini ilimlazimu Hana binti Fanueli kuomba mbele za Bwana, ilimlazimu Simoni kwenda mbele za Bwana, wakati Mungu anataka kuleta nabii ambaye atakuwa na majibu kwenye taifa la Israeli baada ya mambo mengi kwenda vile ambavyo Mungu alikuwa hajakusudia. Biblia inasema akaomba mwanamama mmoja anaitwa Hana. Hana akaumimina moyo wake mbele za Bwana, akautaka msaada wa Mungu, na Mungu akaonekana, na Mungu akafanya kile kitu ambacho kilikuja kuleta furaha kwa wengi. Rakasolama talabada rekatona mashatapa rekolama hatalabakoria
Alimashatapa rekatona malekapa rekatona mayanto na bakoria entana mashanda na bakoria rekatola mashata la bakoria erabashanda na bakoria entana mashato la bada erakatona mashende de bakoria. Baba, tunaomba kwa ajili ya taifa letu Bwana la Tanzania. Tunaomba usimama mwenyewe katikati ya taifa hili. Tunaomba uonekane mwenyewe juu ya taifa hili Bwana. Kila mpango wa adui kinyume na taifa la Tanzania tunakataa katika jina la Yesu. Kila ajenda ambayo haijatokana na wewe kwenye taifa la Tanzania tunakataa katika jina la Yesu. Biblia inasema kila pando ambayo hajalipanda Baba wa mbinguni, pando la maneno, pando lolote, sheria yoyote, kikwazo chochote ambacho hakijatokana na Mungu kinangolewa katika jina la Yesu. Rakasalika paria rendusha takataya rekosando rabakoria entana mashata rekatola mahatapa rekatola mandura bada rakasuna mayanto la bakoria. Mungu anamwambia Yeremia, nimekuweka leo, nimekuweka juu ya mataifa, nimekuweka juu ya falme kwa ajili ya kuhakikisha unavunja, kwa ajili ya kuhakikisha unabomoa, kwa ajili ya kuhakikisha unaharibu chochote ambacho akijatokana na mimi. Lakini pia anamwambia nimekuweka kwa ajili ya kupanda na kujenga. Chochote ambacho akijatokana na we Bwana, misingi yoyote ya uovu, kila namna ya Bwana ya hila, kila namna ya mambo mabaya ambayo shetani anayapanga kinyume na taifa letu Bwana, tunakataa katika jina la Yesu. Tunakataa ajali, tunakataa kila vitendo vya kihalifu ambavyo adui anavitengeneza juu ya taifa hili la Tanzania Bwana. Shalekatola mayata rekatona masa taleba koria. Pango wote wa adui kinyume na kanisa, pango wote wa adui kinyume na watu wako, pango wote wa adui kwa ajili ya kutaka kuendelea kukandamiza maisha ya watu, tunakataa katika jina la Yesu. Tunakataa katika jina la Yesu. Shalekatora mahata rekatone mayanto rabakoria rekatone maleskovaria rakatone mayanta. Ninakwambia ule mpango ambao alikuwa nao Hamani kwa ajili ya kuangamiza Wayahudi ungetokea vile vile kama amani ambayo wamekusudia, kama wana wa Israeli wasingeamua kuomba. Biblia inasema Mordekai aliposikia waraka umeshatoka tayari, mbiu imeshatangazwa tayari, akamwambia Esther. Esther akagundua kabisa hili jambo bila mkono wa Mungu haliwezekani. Akamwambia mjomba, naomba tufunge. Akamwambia mjomba, naomba tuombe, alafu mimi nitaenda kinyume na sheria. Unafikiri Mungu ameshindwa kufanya jambo jipya? Unafikiri Mungu hawezi kugeuza mambo? Ukimya wa waombaji kwenye taifa ndio ambao unaweza ukasababisha mambo yawe mabaya au yawe mazuri. Rakasola katala mahata. Baba, bado tunajua unaipenda Tanzania. Baba, bado tunajua una mawazo mazuri. Ndivyo ambavyo neno lako linasema kwa habari ya Tanzania. Unasema unayajua mawazo ambayo unatuwazia. Unasema ni mawazo ya amani. Unasema ni mawazo ya kutupa matumaini siku zetu za mwisho. Ande kaleso paria. Ingawa mwanzo wa Tanzania ulikuwa mdogo, unasema mwisho wake ungeongezeka sana. Rakasheni bahata la bakoria. Unasema Tanzania, kwa sababu utaisikiliza sauti yangu kufanya kutenda maagizo ambayo nitawapa, ndipo ambapo mtakuwa vichwa, hamtakuwa mikia katika jina la Yesu. Unasema utatubariki Tanzania tunapoingia na kutoka. Utabariki kila kazi ambayo itakuwa inafanyika juu ya taifa letu Bwana. Rakasato baria rekatona mahata. Unasema yote ambaye ataibariki Tanzania na yeye atabarikiwa. Na kwa sababu hiyo Bwana, areba shandire bakoria, tunaendelea kuitaka neema yako Bwana, tunaendelea kutaka msaada wako Bwana, tunaendelea kukutaka na nguvu zako. Rekatona mashata palia. Juu ya taifa la Tanzania onekana wewe, juu ya taifa la Tanzania jitukuze wewe, juu ya taifa la Tanzania zihirika wewe. Mkono wako uonekane mbali na uovu, mkono wako uonekane mbali na mabaya yote. Kila changamoto ambayo imekusudiwa kinyume na taifa letu la Tanzania tunakataa katika jina la Yesu. Hamani aliporudi nyumbani siku moja, anamwambia baby, nimekutana na mtu anaitwa Mordekai, anaonesha amekuwa kikwazo kwangu. Kuna wakati watu wa kanisa wakikaa sawa sawa kwenye nafasi zao, adui atashangaa kila anaolipanga linaharibika. Atashangaa kila ambacho anakiweka hakiwezi kwenda vile vile alivyokuwa anakusudia. Kwa nini? Kwa sababu hakuna namna Mungu ataruhusu mabaya yatokee akati watu wake bado tupo, akati watakatifu wake bado tupo mahali. Baba, tunauomba msaada wako tena juu ya kanisa lako.
Baba, tunaiomba neema yako Baba, tunaziomba nguvu zako Baba, endelea kujidhihirisha mwenyewe juu ya taifa hili Bwana. Achilia uwezo wako tena, achilia nguvu zako tena, achilia neema yako tena, achilia ukuu wako tena. Rekatana mashanda la bakoria, rekatona masata la bakoria, rekatona mashindiri bakoria, rekosolina mahata, randu shata la bakoria, rekoza mando rabakoria, intana mashatapa, rekatona mayanta labadia, rekatona mayanto rabada, rababa shatapa, randu shata labakoria, radabalento labakoria, karabashanda labakoria. Alima shatapa, rekatana mayanto labakoria, randu shata labakoria, rekatatapa, rakasolina mahata, randu shata laba, rakatona mayanta. Anasema kabla ya mambo yote anataka kuona maombezi yanafanyika, anataka kuona dua zinafanyika, anataka kuona shukrani zinafanyika kwa ajili ya watu wote. Baba, tunaomba kwa ajili ya Watanzania wote, Watanzania wote tunawaombea neema yako Bwana. Tunaomba kwa ajili ya wenye mamlaka rohoni, watu ambao uliwaweka kuwa nguzo aje kuhakikisha taifa letu linakuwa salama, watu wa rohoni, watu wenye nguvu ambao uliwaita kwenye majira kama haya kwa ajili ya kusimamia mapenzi yako, kwa ajili ya kusimamia shauri lako juu ya taifa la Tanzania. Baba, tunaomba usimame pamoja nao Baba, tunaomba uwatetee Baba, tunaomba uwaimarishe. Mkono wako uzidi kuwa pamoja nao, uweza wako uzidi kuwa pamoja nao, nguvu zako uzidi kuwa pamoja nao, mamlaka yako yazidi kuwa pamoja nao. Rekatona mashindiri bakoria, arema shata la bakoria, rekatona masatapa, rekatona mashandiri bakoria. Anasema hatimaye mzidi kuwa imara katika Bwana, mzidi kuwa imara katika uwezo wa nguvu zake. Rakalekatola mahata, renusha liga brando rabakoria. Hatimaye taifa la Tanzania endelea kuwa imara katika jina la Yesu. Hatutupi ujasiri wetu, hatulitupi tumaini letu, hatutupi kile kitu chema ambacho Mungu ameweka ndani yetu. Hakuna silaha itakayofanyika juu ya taifa la Tanzania ambayo inaweza ikafanikiwa. Silaha yoyote ambayo ndio ilikuwa inaitumia kinyume na taifa hili ili kulirudisha nyuma haitafanikiwa katika jina la Yesu, haitafanikiwa katika jina la Yesu. Kila maneno chochote ambacho ndio ilikuwa imekiandaa kinyume na taifa letu hakitafanikiwa katika jina la Yesu. Rekatone mayata, Harima shandara bakoria, rekatola masotopa, rakatalia mando rabakoria, intana mashata la bakoria, rekatola mahata, randu shata la bakoria, rana mashandara bakoria, karaba shandara bakoria, randu shata la bakoria, rakatola basoto, randu shaligaba, rakatola mahata, rendu shaligada, randu shalinta, rakasunda rabakoria, karaba Shandara bakoria, rekatala mahata labadia, alima shatapa, rakula mahata laba, erandusha lega brando, elaba baba shata, rakula dandu, erandu shata yabana, elazunda labahata, janda karama sato libada, rekatona mashata labakoria, rendusha lega branda. Tunaibariki Tanzania katika jina la Yesu. Kila eneo Tanzania imebarikiwa, Tanzania haizuiliki, Tanzania itafika mbali. Mna hila nyingi sana moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana Tanzania ndio ambalo litasimama katika jina la Yesu. Shauri la Bwana kwenye taifa hili la Tanzania ndio ambalo litasimama. Kila ambacho kilimfanya Bwana anakubali tuzaliwe katika nchi hii ndicho ambacho kitasimama. Chochote ambacho alikuwa anakifanya ili tukate tamaa juu ya taifa letu, ili tukate tamaa kuomba, hakitafanikiwa katika jina la Yesu. Tutaendelea kuomba juu ya taifa letu na tutakula matunda katikati ya taifa hili katika jina la Yesu. Watu wema wote ambao Bwana amejisazia juu ya taifa hili wataimarishwa tena, watasonga mbele tena. Biblia inasema kwa kadri ambavyo mikono ya Musa ilikuwa inachoka,
Israeli walikuwa wanapigwa, na sisi tunawaombea Musa wetu wote juu ya taifa la Tanzania. Musa wetu akaimarishwe tena mikono yake, asimame tena kwenye nafasi yake, ili kina Yoshua ambao Bwana amewaweka wazidi kupata matokeo. Kila mahali ambako Mungu amewaweka wazidi kuona mpenyo katika jina la Yesu. Hila zozote za kuzofisha watu ambao Mungu ameweka majibu ndani yao hazitafanikiwa katika jina la Yesu. Uchawi hautafanikiwa, maneno hayatafanikiwa, silaha yoyote kinyume nao haitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, enda kusimama na watu wako, enda kusimama na taifa letu, enda kuachilia uwezo wako, enda kuachilia nguvu zako. Rekatole mahatapa, rekatola mayantola bakoria, rakasaliga paria, maana katika nguvu hakuna atakayeshinda katika jina la Yesu. Hakuna atakayeshinda, hakuna atakayeshinda. Sasa nataka tukaombe ombi lingine la mwisho, alafu mtumishi wa Mungu anakuja kumalizia kwa ajili ya neno. Nataka tukaombe kwa ajili ya mahitaji yetu. Kuna watu ambao tunahitaji kuona mkono wa Mungu siku ya leo, tunahitaji kuona msaada wa Mungu. Ngoja nikusomee neno la Mungu hapa ili uwe na ujasiri kuomba. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19. Biblia inasema, na Mungu wangu atawajazieni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Anasema na Mungu wangu atawajazia kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri alionao. Mungu ana utajiri wa vitu, Mungu ana utajiri wa mali, Mungu ana utajiri wa heshima, Mungu ana utajiri wa chochote ambacho unakitaka mbele zake. Kwa nataka uende uombe kama shujaa, nataka uende uombe kama mtu ambaye anajua Mungu ninayemuomba sio nikiomba ndo anaanza kufikiria kunipa. Anasema kila ombaye upokea, Mathayo sura ya 7 mstari wa 8. Kwa asubuhi ya leo nataka uombe kwa kumaanisha, wewe ambao umekaa hakikisha unasimama, na wewe ambao unanifuatilia nyumbani ulikuwa unaomba, upo kwenye shuka unasinzia, amka hapo kitandani, anza kutembea tembea, ujue kabisa Mungu anaweza kunijazi kila ninachokihitaji kwa kadri ya utajiri alionao. Ana utajiri mwingi sana kwenye eneo la afya, ana utajiri mwingi sana kwenye eneo la uchumi, ana utajiri juu ya kazi. Unahitaji kazi, unahitaji ndoa, unahitaji watoto wako wafanikiwe kwenye masomo yao. Mungu ana akili nyingi sana, aliweza kumpa Suleimani akili nyingi sana. Unahitaji akili nyingi sana ili uweze kwenda kule ambako Mungu anataka uende. Asubuhi ya leo twende mbele za Bwana tena. Mwambie Bwana akujazi akili, mwambie Bwana akujazi ufahamu, mwambie Bwana akujazi kwenye maisha. Tunaweza tukaomba chakula na tukapata. Biblia inasema waangalie ndege wa angani. Kusoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 6, Yesu aliwaona makutano akawahurumia, lakini akiangalia keshi alionao haitoshi. Lakini bado Biblia inasema akachukua ile mikate michache na vile visamaki vichache, alafu akamshukuru Bwana. Inawezekana ulikuwa na changamoto kwenye eneo la uchumi wako leo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunaweza kumuomba Bwana akatusaidia. Vile vile vichache tulivyo navyo tunaweza tukamwomba Bwana akatuongeza na akatupa hatua nyingine tena ambayo tulikuwa nayo. Biblia inaeleza kwa habari ya yule mwanamke mjane wa Sarepta. Alikuwa na unga kidogo tu na mafuta kidogo tu, lakini bado Mungu aliviongeza. Biblia inatueleza kwa habari ya Yesu. Yesu alikuwa anadaiwa kodi. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari wa 27, akamwambia Petro, nenda ukavue samaki. Yule azukae kwanza, huyo ndiye ambaye ana pesa yako, ndiye ambaye ana hela ambayo tunahitaji kwa ajili ya kulipa kodi. Hitaji lolote ambalo unalo, Bwana anajua namna gani ambavyo unaweza ukafanikiwa. Kuna mwanamama ambaye alikuwa anasumbuliwa na tatizo la kutokwa na damu, lakini siku hiyo alipoamka asubuhi, Mungu akaweka msukumo ndani yake ya kwamba Yesu ambaye unamuona sio mtu wa kawaida. Ukishika tu mavazi yake unaweza ukapokea uponyaji. Na mimi nataka twende tukaombe. Hata kama ni tatizo ambalo mtu amekaa nalo muda mrefu, bado Mungu anaweza akatenda muujiza kwa ajili yake. Biblia inasema kwa habari ya Raheli. Raheli alitoka kawaida sana, rekatona mahata. Lakini pia Biblia inaeleza kwa habari ya Rebeka. Rebeka alikuwa anaenda kuchota maji kisimani na kualisha wale ngamia ambao walikuwa wamepewa, lakini hiyo siku ndio Mungu alikuwa amemkusudia akutane na mtu kwa ajili ya ndoa. Kwa hata dada ambaye uko mahali hapa unamwambia Mungu na kuomba unisaidie mwaka huu, usiniache, Mungu anaweza akakuletea mtu
mtu sahihi ambaye atasimama na wewe. Chochote ambacho unakihitaji siku ya leo, Bwana anaweza akakujazi, anaweza akatupa mavazi. Biblia inaeleza kwa habari ya mtumishi wa Mungu Yakobo akamwomba Mungu, akamwambia, Baba, kama utanipa chakula au utanipa na mavazi, ndivyo utakuwa Mungu wangu, ndivyo ambavyo nitakutolea sehemu ya 10 ya kila ambacho utanipa siku ya leo. Hebu tende mbele za Bwana sasa. Ambie Baba akutangulie eneo lolote ambalo unauhitaji, chochote ambacho unahitaji kuona Mungu anaingilia kati kwenye maisha yako. Mwambie, Baba, niko hapa tena asubuhi ya leo, sina msaada mwingine tena, peke yako ndiye ambao unatosha, peke yako ndiye ambao unaweza kuniwezesha. Mambo yote ninayaweza katika wewe ambaye unanitia nguvu. Baba, nitie nguvu tena kwenye huduma yangu. Baba, nitie nguvu tena kwenye ndoa yangu. Baba, nitie nguvu tena kwenye biashara yangu. Inawezekana unataka kukatia tamaa hiyo biashara, lakini Bwana anaweza kukuimarisha tena, lakini Bwana anaweza kukutia nguvu tena, lakini Bwana anaweza kukufanya imara. Usikatie tamaa chochote ambacho amekupa. Rekatana mashatapa rekolema hatala bakoria Halima shandara bakoria rekatona mayanta erakatana mashate rakata rekatona mashandara bakoria. Baba, uwasaidie watoto wako tena, achilia neema yako juu yao, kila mmoja kwa nafasi yake, kila mmoja kwa uhitaji wake, kila mmoja kwa changamoto yake. Wenye changamoto za afya, Baba, ninaomba uwaponye. Baba, ninaomba uachilie neema yako juu yao. Baba, ninaomba uachilie nguvu zako juu yao. Yoyote mwenye udhaifu, katika jina la Yesu, akapokee nguvu tena, akapokee neema tena, akapokee uweza tena. Rakasana mayanta rekalama mashandara bakoria rekatona mashata la bakoria rakasata paria rekatona mayanta la bakoria rakatana malagada rakazona mayanta la bakoria Alimashata rekolama atalabada randusha liga branda rabakoria intana masaliga branda. Tembea tena na watoto wako siku ya leo, achilia tena neema yako siku ya leo, achilia tena uwezo wako siku ya leo katika jina la Yesu. Kila uhitaji mtoto wako alionao, Baba, ninaomba ukakutane nao. Baba, ninaomba ukakutane nao. Kuna watu wanasema, mtumishi, yani nilikuwa nawaza leo itakuwaje, ninahitaji kodi, lakini mpaka leo sijajua nafanyeje. Baba, ninaomba ukutane nao katika jina la Yesu. Unamjua samaki ambaye ndani yake ana shekeli, unajua jambo ambalo akilifanya litamkutanisha na fursa ambayo itampeleka viwango vingine. Nami Baba, katika jina la Yesu ninaamrisha katika jina la Yesu, chochote ambacho kimebeba fursa ambayo itampandisha mtumishi wako, chochote ambacho kimebeba fursa ambayo itamuinua mtumishi wako, chochote ambacho Bwana umekiandaa kwa ajili ya kumsaidia mtumishi wako ili aweze kutoka kwenye huo uhitaji, ili aweze kutoka kwenye hiyo changamoto, ili aweze kutoka kwenye huo ugumu. Baba, tengeneza mazingira ambayo yatamsaidia kipate. Baba, tengeneza mazingira ambayo yatamsaidia kipokee. Rakasatakata Halimashendiri bakoria rekatone mayanta rekalintora bakoria. Milango izidi kuwa wazi kwa ajili ya mtumishi wako Bwana. Biblia inasema mtumishi wa Mungu Nehemia alipoomba akapewa kila ambacho alikuwa anakihitaji kwa kadri ya mkono mwema wa Mungu ambao ulikuwa juu yake. Nami Baba, ninaomba kwa ajili ya mtumishi wako, mkono wako mwema uende pamoja naye. Anahitaji kazi ambao siku ya leo ana interview, Baba, ninamuombea huo mkono wako uwe pamoja naye. Watakapomsikia leo, wasikie ile hekima ambayo ilikuwa juu ya Danieli na wenzake, wakaona ubora mara 10 bora zaidi ya wachawi na waganga. Atakapoenda kufanya chochote ambacho Bwana umemwachilia siku ya leo, mbele yake hekima mara 10 bora zaidi, uwezo mara 10 bora zaidi uonekane kutokea ndani yake. Rakasata la mahata Arimashandire bakoria rakasondire bakoria rekatone mahata rakasondire bakoria intana mashatalia. Kusiwepo na changamoto yoyote ambayo itamzuia mtumishi wako siku ya leo, kusiwepo na kikwazo chochote ambacho kitamzuia mtumishi wako siku ya leo. Paulo anasema, nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini wapo wengi wanipingao, lakini wapo wengi wanaotamani endelee kubaki mtu wa kawaida, lakini wapo wengi wanaohakikisha mambo yangu hayafanikiwi. Baba, katika jina la Yesu, wewe ambaye ni mbingwa kufungua milango, wewe ambaye ni bingwa kutoa watu kwenye magereza, wewe ambaye ni bingwa kuwavusha watu kwenye vikwazo, ninaomba usimame na mtoto wako, ninaomba usimame na kazi yake, ninaomba usimame na huduma yake.
Inaomba Bwana simama pamoja na ndoa yake. Eneo lolote ambalo alikuwa amekwama, eneo lolote ambalo alikuwa amemzuia, kama kanisa tunaomba tena kwa pamoja siku ya leo. Tunaomba mpenyo uwe pamoja naye. Biblia inaeleza kwa habari ya mtumishi wa Mungu Petro. Petro amekaa gerezani kwa muda mrefu, anatarajia kesho huenda na mimi nikauawa kama ambavyo ilitokea kwa Yakobo, lakini kanisa lilipoomba kwa bidii, Biblia inasema malaika wa Bwana akatumwa kwa ajili yake. Nasi Baba, asubuhi ya leo tunaomba kwa ajili ya mama mmoja, tunaomba kwa ajili ya kijana mmoja, tunaomba kwa ajili ya baba mmoja ambaye amekaa kwenye changamoto, na inawezekana alikuwa amekata tamaa, na inawezekana alikuwa anaona kabisa mwisho wake umefika. Tuma malaika wako Bwana akamsaidie tena. Biblia inaeleza kwa habari ya mtumishi wa Mungu Elia. Elia alifika tu amekata tamaa. Elia alifika tu amejilaza chini ya mletemu. Anamwambia Baba, mimi sio bora kuliko baba zangu. Anamwambia Baba, niue tu. Naona maisha haya hayana thamani tena. Naona changamoto hizi zimenizidi tena. Lakini Biblia ninaipenda. Biblia inasema Mungu alipoona yale machozi, Mungu alipoona ule moyo ambao umeinama, akamtuma malaika wake. Akamwambia nenda akamwambia Elia amke ale kwanza. Elia akalala tena. Lakini bado Mungu akamtuma malaika mara nyingine, akamwambia Elia kunywa tena, kwa maana safari ulionayo ni ndefu. Inawezekana kuna mtu leo anakutana na changamoto, lakini ana safari ndefu, lakini ana kesho kubwa, lakini ana hatima kubwa ambayo Mungu ameweka mbele yake. Baba, ninaomba umtokee tena mtumishi wako. Baba, ninaomba umuimarishe tena mtumishi wako. Baba, ninaomba umsaidie tena. Kuna mashujaa ambao huwa wanaishia njiani kwa sababu ya changamoto za muda mfupi. Kuna watu bora ambao Mungu anao, lakini kuna wakati wanajikuta wanakatia tamaa baadhi ya mambo kwenye maisha yao, na mwisho wa siku wanashindwa kufika kule ambako Bwana amewakusudia. Baba, tunawaombea leo, tunawaombea neema yako iwe pamoja nao, tunawaombea nguvu zako ziwe pamoja nao, tunawaombea uwezo wako uwe pamoja nao, tunawaombea mkono wako ukawe pamoja na watumishi wako Bwana. Yoyote ambaye amekutana na changamoto kwenye ndoa, isiwe ni tiketi ya kuikimbia ndoa yake. Yoyote ambaye amekutana na changamoto kwenye biashara, isiwe ni tiketi ya kuikimbia biashara yake, bali Bwana ukamtie nguvu tena. Napenda Biblia kwenye kitabu cha Isaya sura 40, anasema watu wanaomngoja Bwana huwa wanapokea nguvu mpya, huwa wanapokea uwezo mpya, huwa wanapata nguvu ya kwenda kwa miguu bila kuchoka, huwa wanapata nguvu ya kupaa kwa mbawa kama tai katika jina la Yesu. Baba, yote ambaye alikuwa amechoka, baba yote ambaye alikuwa anaelekea kuzimia, baba yote ambaye maji mengi alikuwa yamemsonga kiasi kwamba alikuwa anajua ni mwisho wake, ninaomba ukamtie nguvu tena asubuhi ya leo. Ninaomba ukamuimarishe tena asubuhi ya leo. Ninaomba ukamtetee tena yandeko rabakataya alimashindiri bakoria rekatona mahata rekosa nuria rakatona mahata. Kijana ambaye alikuwa anakata tamaa, anaona umri unazidi kwenda, lakini haoni mwelekeo wote kwenye maisha yake. Baba, ninaomba umtie nguvu tena. Mama ambaye alifika hatua anazimia moyo wake, Baba, ninaomba ukamtie nguvu tena. Biblia inasema mtu anayezimia siku ya taabu nguvu zake ni chache. Yote ambaye nguvu zake zilikuwa zimepungua, amefika hatua anataka kukata tamaa, Baba, ninaomba ukamtie nguvu tena. Hata wewe Yesu unaelewa, ulipokuwa unaukaribia msalaba, kuna namna ambavyo ulimwambia Baba, ikiwezekana hichi kikombe kiniepuke, lakini Baba alichokifanya akawatuma malaika zake wakamtia nguvu tena, wakamuimarisha tena, akapata ujasiri tena kuuendea msalaba. Na mimi Bwana, ninaomba kwa ajili ya mtu mmoja ambaye amekuwa akikutana na changamoto, ambaye amekuwa akikutana na magumu, ambaye amekuwa akikutana na vikwazo. Kuna watu mioyo yao imevuja damu, kuna watu ambao wamekutana na mambo magumu kiasi kwamba kitu pekee ambacho anakiona kimebaki kwenye maisha yake ni kufa tu. Lakini Baba, ninaomba umsaidie huyu mtu ambaye kuna namna ambavyo ndani yake maumivu yalikuwa yanamfanya hata asione furaha tena na maisha yake, hata asifurahie tena vile vitu vyema ambavyo umeweka kwenye maisha yake. Baba, ninaomba ukamtie nguvu tena. Baba, ninaomba ukamuimarishe tena. Biblia inasema kwa habari ya Hana alikuwa ameteseka na changamoto ya mtoto. Kuna namna ambavyo alikuwa amepambana miaka mingi bila kupata mtoto, lakini Biblia inasema siku moja
akaenda kuomba tena kama siku zingine, na siku hiyo aliomba, maneno yakaisha. Akaanza kugugumia tu ndani ya moyo wake, akawa ameumimina moyo wake mbele za Bwana. Mungu akamtumia mtumishi wake, akamwambia, mama, ni kama umelewa. Akamwambia, hapana baba, sijalewa, lakini mimi ni mwanamke mwenye roho ya uchungu, ni mwanamke mwenye roho ya huzuni kwa sababu yale ambayo nakutana nayo kwenye maisha. Mtumishi wa Mungu akamwambia, nenda kwa amani, nenda kwa amani tena ofisini, nenda kwa amani tena kwenye ndoa yako, nenda kwa amani tena kwenye biashara, nenda kwa amani tena kwenye masomo yako, na safari hii Bwana akupe haja ya moyo wako, na safari hii Bwana akupe chochote ambacho unakihitaji ili upige hatua. Rekatana mashanda rabakoria Rekoshatola mahata rakuza lento rabakoria rakasune rebakoria rakusali anto labakoria rakapata yama rakazundu rabahata rakuza lento rabakoria rekasunda rabakoria ela baba shando rabada erandusha liga brandura erakatona mayanta rakasuli bahata labakoria erandusha lega parama. Atupo miongoni mwao wanaosita, atupo miongoni mwao wana mashaka. Baba, tunakuamini leo unaweza kutusaidia tena. Baba, tunakuamini leo unaweza ukatupigania tena. Baba, tunakuamini leo unaweza ukafungua milango kwa ajili yetu tena. Baba, unasema unatupa nguvu mpya. Alekandura bahata. Daudi anasema na alikuwa kijana, kafika hatua nimezeeka, sijawahi kuona mwenye yake ameachwa, wala watoto wake kuomba mikate barabarani. Arakusa lekataya. Yesu anasema, kwa maana kama nyinyi ni waovu mnajua kuwapa watoto wenu vilivyo vyema, je, si zaidi kwa baba yenu aliye mbinguni? Anasema, wanadamu, ukiomba mkate anakupa mkate, ukiomba samaki anakupa samaki, hivyo hivyo na kwa baba yetu wa mbinguni chochote ambacho nakitaka anakupa vile vile kama unavyohitaji. Batimayo akapaza sauti yake, Yesu akamwambia, nini unataka? Anasema, nataka kuona tena. Chochote ambacho tunakihitaji mbele za Bwana anaweza akaachilia majibu kwa ajili yetu, anaweza akaachilia msaada kwa ajili yetu, anaweza akaachilia neema kwa ajili yetu. Anasema yeye hata mahali ambapo hapana njia ana uwezo wa kufanya njia, hata mahali ambapo kibinadamu inaonekana haiwezekani anaweza akafanya. Baba anaweza kutokeza hata mito jangwani. Baba anaweza akafanya shamba la kawaida liwe msitu mkubwa. Baba anaweza akafanya mtu ambaye amefanya kazi ya kuchosha usiku kucha akatamka neno na akapata samaki wengi kiasi kwamba nyavu yake ikataka kukwama. Anaweza akafanya mahali ambapo harusi ilitaka kugeuka jambo la aibu, akafanya divai mpya tena ambayo ni bora kuliko ile ya kwanza. Anaweza akafanya muujiza, anaweza akaleta njia, anaweza akaleta msaada, anaweza akaingilia kati yale ambayo yalikuwa yanaonekana yawezekane kibinadamu, anaweza akafanya yawezekane. Yule mgonjwa kwenye kitabu cha Yohana sura ya 5 imefika hatua amekata tamaa kwa sababu hana mtu wa kumsaidia, kwa sababu hana mtu wa kumtia birikani, kwa sababu hana mtu wa kumwezesha kupokea uponyaji kwa njia ambayo ilikuwa imewekwa kwa wakati huo. Lakini anapokutana na Yesu, Yesu anamwambia, jitwike godoro lako uende. Rakasunda kataya Arimashanda bakoria. Kukaa kwenye tatizo kwa muda mrefu haimaanishi Mungu anashindwa kutusaidia, haimaanishi Mungu hawezi kuingilia kati kwenye hiyo changamoto. Na kwa sababu hiyo tunaomba tena asubuhi ya leo, hata kama ni changamoto ambayo mtu amekaa nayo kwa muda mrefu, hata kama ni kikwazo ambacho mtu amepambana nacho sana, tunautaka tena msaada wa Mungu juu yake. Biblia inasema, mtakeni Bwana na nguvu zake. Tunamtaka Bwana na nguvu zake kwa ajili ya afya zetu, tunamtaka Bwana na nguvu zake kwa ajili ya ndoa zetu, tunamtaka Bwana na nguvu zake kwa ajili ya huduma zetu, kwa ajili ya yale yote ambayo tunayafanya. Tunamtaka akatuwezeshe, tunamtaka akatusaidie, tunamtaka akatuimarishe, tunamtaka akatutetee. Rakatola bahata Aremashanda rabakoria rekatona mashando rabakoria. Hakika wema na fadhili zake zitatufuata tena katika jina la Yesu, na sisi tutakaa nyumbani mwake milele, na sisi tutashuhudia matendo yake makuu, na sisi tutashuhudia uaminifu wake juu ya maisha yetu. Tutashuhudia mkono wake wenye nguvu ukitusaidia, tutashuhudia mkono wake wenye nguvu ukitutetea, tutashuhudia mkono wake wenye nguvu ukituongoza. Bwana ndiyo kimbilio letu, Bwana ndiye msaada wetu ambao unaonekana tele wakati wa changamoto, msaada unaonekana tele wakati wa magumu, msaada unaonekana
kuonekana tele wakati wa vikwazo, mahali ambapo wanadamu hawezi kutusaidia. Zaburi ya 121 kuanzia mstari wa kwanza, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu upo katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Huyo ndiye ambaye anaweza kunisaidia, huyo ndiye ambaye anaweza kuniinua, huyo ndiye ambaye anaweza kuniinua, ndiye anaweza kunipa hatua mahali ambapo kibinadamu nisingeweza kupata hatua, ndiye ambaye anaweza kunipa matokeo mahali ambapo ilikuwa inaonekana matokeo hayawezekani, ndiye ambaye anaweza kuingilia kati maisha yangu mahali ambapo msaada wa kibinadamu ulikuwa hauwezi kuniwezesha. Bwana anaweza kusimama pamoja na sisi. Biblia inasema Esther alipoomba, mfalme anamuuliza, nini haja ya moyo wako? Hata nusu ya ufalme nitakupa. Mahali ambapo mtu alikuwa amepoteza kibali, mahali ambapo mtu alikuwa amepoteza heshima, mahali ambapo alikuwa anaanza kuonekana ni wa kawaida, Baba tunauomba msaada wako tena. Baba tunaiomba neema yako tena. Baba tunaziomba nguvu zako tena. Baba tunauomba Bwana uwezo wako uonekane tena juu ya maisha ya mtoto wako Bwana. Ingilia kati kwenye biashara yake, ingilia kati kwenye ndoa yake, ingilia kati kwenye huduma yake, ingilia kati kwenye chochote ambacho anakifanya, akazione nguvu zako tena, akaione neema yako tena, akauone uwezo wako tena. Rakasando rabakoria Alimashanda rabakoria rakalebababo shata rakula mahatapa randusha lega brando rabakoria rakapalento rabadia randusha lega branda rabada rakasulia hata labadia entona mashatapa rakatola mahana radusa talabakoria kanda rababa shato labadia rakatola mahata labada rakasolina ma entana mashata rakasuna mando rabadia karaba shandara bakoria alimama shandara badha rakatola mahatala badhia eradu saparanto la badhia rakashato la badha randu shalika brando rabakoria. Baba, endelea kusimama na watoto wako siku ya leo. Mkono wako wenye nguvu uwe pamoja nao, neema yako iwe pamoja nao, uwezo wako uwe pamoja nao, msaada wako kaonekane tena wakati wa mateso, wakati wa changamoto, wakati wa vikwazo, wakati wa magumu ambao mtoto wako anayapitia. Bwana, ninaomba kuonekane kwake katika jina la Yesu. Wema wako onekane juu yetu Bwana, msaada wako onekane juu yetu tena, uwezo wako onekane katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana zetu, ukitaka uishinde dhambi ipe jina baya. Yaani ukitaka dhambi yoyote uishinde, usiseme udhaifu wangu, usiseme tuna date tuna yule kaka, usiseme tunatoka out. Yaani aseme kabisa wanazini, yani kama ni kuzini, sema tunazini, wanafanya uchafu. Yaani iambie jina baya. Paulo anasema nilihesabu kama mavi kwa ajili ya uzuri wa Kristo, ili akiwa anafanya anaona kinyaa, yani mavi kabisa, nachezeaje? Ila ukiipa dhambi jina zuri. Lakini mtu mwingine, angalia Yusufu.